Akina mama wajipange pale, youths nyuma yao. Kama hawajajipanga, we shall call another choir. We have only 25 minutes for singing. Adventist men, followed by women ministries. Nyuma ya women ministries, youth choir, then our church choir,
special item. Tufanya haraka. Youth. Kazi zangu zitapoisha katika dunia ya shida, natarajia kumuona aliyenifia mtini. Tutakutana naye Yesu uso kwa uso taratibu. Nitamjua Mwokozi, mkombozi wangu kweli. Nitamjua Mwokozi, mkombozi wangu kweli. Kazi zangu zitapoisha katika dunia ya shida, natarajia kumuona aliyenifia mtini. Tutakutana naye Yesu uso kwa uso taratibu. Nitamjua Mwokozi, mkombozi wangu kweli. Nitamjua Mwokozi, mkombozi wangu kweli. Tutatembea taratibu, Yesu akiwa kiongozi, nasi tukimuandama. Mbinguni kunao mto, bubujiko la uzima. Ndugu zangu nawaalika, njoni tupate uzima. Ndugu zangu nawaalika, njoni tupate uzima. Tutatembea taratibu, Yesu akiwa kiongozi, nasi tukimuandama. Mbinguni kunao mto, bubujiko la uzima. Ndugu zangu nawaalika, njoni tupate uzima. Ndugu zangu nawaalika, njoni tupate uzima. Ninafurahishwa na Yesu hata wakati wa shida, yakiwapo majaribu, Yesu ananiongoza. Ningejuaje peke yangu, usingeninong'onezea. Ninafurahishwa nawe hata wakati wa shida. Ninafurahishwa nawe hata wakati wa raha. Ninafurahishwa na Yesu hata wakati wa shida, yakiwapo majaribu, Yesu ananiongoza. Ningejuaje peke yangu,
usingeninong'onezea. Ninafurahishwa nawe hata wakati wa shida. Ninafurahishwa nawe hata wakati wa raha. Tutatembea taratibu nasi tukimuandama. Mbinguni kunao mto, bubujiko la uzima. Ndugu zangu nawaalika, njoni tupate uzima. Ndugu zangu nawaalika, njoni tupate uzima. Tutatembea taratibu nasi tukimuandama. Mbinguni kunao mto, bubujiko la uzima. Ndugu zangu nawaalika, njoni tupate uzima. Ndugu zangu nawaalika, njoni tupate uzima. Tutatembea taratibu nasi tukimuandama. Mbinguni kunao mto, bubujiko la uzima. Ndugu zangu nawaalika, njoni tupate uzima. Ndugu zangu nawaalika, njoni tupate uzima. Asante sana kwa wanakwaya. Tukienda kule Sotiki tutawahitaji sana sana, maana nyimbo zenu zitakuwa za muhimu. Kuna tangazo hapa, wenye magari yafuatayo: KCT 279G na KBW 547J. Mnaombwa, kuna mchungaji anataka kutoka, anaenda kwa ibada, mwende mkampe nafasi aweze kutoka tafadhali. Hayo magari mawili, KCT 279G na KBW 547J. Forever.
Ni wakati wa church choir. Wale walioko pale nyuma tafadhali, church choir uje. Sabbath. Welcome to the children's sermon. Our Heavenly Father, we have come before you this time, thanking you for the gift of life that you have ordained unto us, Father. Father, be with us through this sermon, and it is in Jesus' name, amen. Last Sabbath, we learned about the armor of God, which came from the book of Ephesians chapter 6, verse 10 to 18. And this Sabbath, we are going to learn about the eye on the prize, which will come from the book of the whole of Philippians. As Paul sat in his prison in Rome, he recalled all his many adventures that he had done while preaching the gospel. He talked with special tenderness to the Christians in Philippi. There, it was that he first saw the inside of a dungeon. He remembered the jailer who had cleaned his wounds and accepted Jesus that same night. There was Lydia, too, who had opened her home to him. What wonderful people, how he loved them. I thank my God in all my remembrance of you, always in every prayer of mine, for all making my prayers with joy, thankful for your partnership in the gospel from the first day until now. I hold you in my heart, for God is my witness, how I yearn for you all with the affection of Jesus Christ. And it is my prayer that your love may be abound more and more, so that you may approve what is excellent,
and may be pure and blameless for the day of Christ. As he wrote to the Galatians and the Ephesians, so now he had told the Philippians that he was most anxious that they remain united in the faith and stand firm in one spirit, with one mind striving side by side for the faith of the gospel. Be of the same mind, having the same love. Do nothing from selfishness or conceit, but in humility count others better than yourself. Do all things without grumbling or questioning, that you may be blameless and innocent, children of God without blemish, in the midst of a crooked and perverse generation among whom you shine lights in the world. That was a lovely picture he painted, with every member of the church, every man and woman, every boy and girl, letting his light shine, twinkling like a star on a dark night. Then Paul went on to talk about himself and the hopes for the future. He had once held the high offices among the Jewish. Listen to these children of God. He had money and a lot of possessions. But whatever gain I had, I counted as a loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake, I have suffered the loss of all things and count them as a refuse, in order that I may gain Christ and be found in him, not in having a righteousness of my own based on the law, but the righteousness from God that depends on faith, that I may know him and the power of his resurrection, and may share his suffering, that if possible, I may attain the resurrection from the dead. Not I am already perfect, but I press on to make it my own. One thing I do, forgetting what is behind and straining forward to what is ahead. I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. So clearly, Paul counted everything as a loss for Jesus' sake. Listen to these servants of God. Paul had his eyes on the prize that God has promised all who accept Jesus as their Savior. He longed for the day of Christ's return, the resurrection morning, and the joy of living forever with his beloved Lord. To him, it was a prize worth everything in this life. Therefore, my brethren, whom I love and long for, my joy and crown, stand firm thus in the Lord, my beloved. Rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Have no anxiety about anything, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which passes all understanding, will keep your hearts and your minds in Jesus Christ. Paul's epistle to the Philippians was perhaps his most tender and love letter. Because he loved these people so much, he revealed to them the secret motives of his life, the glorious prize on which he kept his eyes. I wonder what is beckoning you. Is it money, or a big house, or a lot of land, or an important job? Or, like Paul, do you reckon that nothing the world has to offer can be compared with the bliss of the everlasting life with Jesus? Before we call it a sermon, it is important to note that if we are going to live with our beloved Lord in heaven, then following him should be our aim. And may God bless you all, in Jesus' name. Amen. Let us pray to end our children's story. Almighty Father, who art in heaven, we come before your throne of glory, asking you to forgive us our sins. Thank you for the children's story that we have already heard. Help us and let it help us in our daily lives. As we are going to welcome the pastor who is going to present us the sermon, Lord, be with him. In Jesus' name I pray and believe. Tunashukuru children's story. Nataka niwatangazia kwamba Pastor Mokaya amekuwa akihudumia wasee ambao ni washiriki wetu, na kwa sababu ya njia moja ama ingine
hawakuchange kwa kanisa kwa sababu ya ugonjwa. Kwa hivyo katikati yetu kuna Edara Temo, labda umpelekee mic ili atupungie mkono tu. Saidia mic moja. Kuna Mary Mwenga, kuna Cheichei, kuna Mogaka. Watusalimu tu. That's one of our elders ambaye kwa sababu ya ugonjwa na kwa sababu labda in case hawatakaa nasi mpaka mwisho wa service, naomba tusalimu Ratemo. God is good. And all the time. I thank God for brought us this far. We have not been attending services because of challenges, but God has helped us through. May you praise Him. Yeah, as I was saying, we have been going under some challenges, but God has been very merciful. We are very grateful that we have come to attend this service together, and we hope that God will see us through in Jesus' name. Amen. Sawa. Mary Mwenga, tusalimie tu. Wengine hawajakuja kanisa for 3-4 years. Asante. Washiriki wenzangu wa mjambo. Kwanza kwaya yangu wa mjambo. Nashukuru sana pastor kwa kufika siku ya leo. Kwa sababu tuko wote wagonjwa, mzee ni mgonjwa, ana miguu, anatembea na fimbo. Sisi kama washiriki, tafadhali mkuwe na upendo wa kutembelea wenzetu ambao wako manyumbani. Kuna mwenzetu ambao ananipiga simu kila siku ananiuliza, wewe wamekuja kukutembelea Mary Sagini ambaye alifanyiwa upasuaji kwa miguu. Tafadhali pastor, tafadhali uwe na upendo wa washiriki wako ukiwatembelea manyumbani kwao vile wewe umeagizwa. Asanteni sana. Asante. Shika Mamogaka. Tusalim. Sabbath. Na mimi leo ndio nilikuja kwa vutu, nimekaa nje kwa muda mrefu. Thank you. Asante. Pastor Mokaya amekuwa akiwatembelea, so labda utaongea baada ya sermon. Cheche. Good morning, church. Be blessed. Dandemo, kwa hivyo nasikia Mokaya akiondoka kuna vacuum ya kuweka program in place ya kutembelea wase. Asanteni. Pastor Ruto, karibuni. Washiriki wenzangu, wasafiri wa mbinguni, hamjambo? Bwana asifiwe. Asante sana. Nashukuru Mungu kwa kutuwezesha tuweze kuwa hapa siku ya leo kwa ajili ya kuabudu Mungu wetu. Ningependa niweze kuwaletea salamu kutoka kwa field yetu
South Rift Valley Field, viongozi wenzangu ambayo tulikuwa nao jana kwa ofisi, nikawaambia kwamba siku ya leo nitakuwa hapa pamoja na wachungaji wengine ambaye niliweza kupatana nao. Walinipa salamu. Mnasipokea ya Pastor Dr. Paul Kiage ambaye ni president wa South Kenya Conference. Anajua ya kwamba tuko hapa na nafikiri ameenda kwingine kwa ajili ya huduma, na pia anatusalimu pamoja na mtumishi wa Bwana ambayo amehudumu Sotik na ameenda transfer kwingine. Pastor Paul Japhet naye pia ametuma salamu zake. Mnasipokea? Asante. Nilipokuja kutoka nyumbani niliweza kuambatana na mke wangu Mama Chela, anaitwa Mama Chela. Mama Chela ako hapa na kuna Mrs. Pastor. Sijui kama kuna shebades ama spouses, pastors, spouses wenye wako hapa. Shebades wote tafadhali, we want to recognize you. Ruth Mogaya. Imyano. Of one. Kuja tu. Kuja. Just come up front, please. These are very, very important people. Wanasema behind a successful person, there is someone. Lakini tunasema besides a successful pastor, is a wife. Okay. Naweza kuchiunga nao hapo. Asante, those are. Asante sana, asante. Asante sana. Asante. At the far end ni Mrs. Mogaya, Ruth Chamge. God is good and all the time. Thank you. I give glory to God this day because it is a great day. Just give me a second. We came to Kisii Central Church when we were a young family. Our children were young. And I must say God is good because they are all grown-ups now. And we say this church is our church. We love you all. Pastor Morara, our elders, Fratemo, Nyang'ara, and all the elders, we appreciate you so much. You have stood with us when we are happy, and even when we have a challenge, you have visited us in our homes. May God bless you so much. Thank you. Our pastor here, I have met him today, but he's not new to me. When we were youth, because he comes from Pometa, I come from Nakuru, we used to be in crusades together, but we have never met until today. God bless you so much, Pastor, and most welcome. Happy Sabbath. Happy day. Pastor Ruth and Mama Chela, welcome so much to Kisii Central. I'm Mrs. Morara. Pastor. Karibuni. Gatogoti. Happy Sabbath. Many of you are sitting while you are sleeping. Can you sit upright? I want to prepare the pastor to know that when you are sitting like this, you cannot understand. But when you are upright, you can understand. Happy Sabbath. Happy day. Your face can show people that you are happy or you are sad. So now, Pastor, you have recognized us. Like me, always I say, pastors' wives, we have a lot to do. I had my sister saying that people should come and see the sick. Let me tell you the fact. When you are sick or when you have a problem, when somebody comes to console you, you feel good. And that is why, cholera, today you have talked. Let me tell you, when you are sick and you don't see anybody, you become more sick. Today, I think, my patients, you are going to add more days.
plus my husband. May the Lord praise you abundantly. I'm the wife of Pastor Kingoina. They were together with my in-law in dialysis. I left him there. I went to Nairobi with Pastor Kingoina. And when I see him here, I find myself smiling. My patience, there is power in prayer. Always when you are down there, ask the Lord to lift you up. Don't think about people to come and see you. Raise your eyes up and ask the Lord to help you. So I tell you, don't be asking questions. Ask God, God, can I come to the up there where you are staying? That is when we will survive. And when you are sick, you have a lot of time to pray. I have taken a lot of time because I have a patient like them. May God praise you. Amen. Bwana yu mwema na siku zote. Bwana aweze kuwabariki. Asante. Karibuni katika ibada. Asante sana. Thank you so much. Asanteni. 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 Pastor Mokaya alipokuwa anatoa historia juu ya kazi katika eneo ya South Rift Valley Field, akatacha pioneers ambayo walianzisha kazi, lakini katika mwaka wa around 1930 kulikuwa na mhubiri lay preacher kwa jina anaitwa Nation Osube. Nation Osube was the first missionary to Kipsigis land. Alikuja mahali anaitwa Kebeneti. Kebeneti ni karibu na Sondu, not far from Sondu. Hapo ndipo kazi ya Mungu ilianzia katika eneo hiyo. Na baada ya after 13 years alipokuja, 13 years later, watu 13 wakapatizwa. Na 1843 kanisa la kwanza Kabokiek ikafunguliwa. 1846 Kebeneti ikafunguliwa. 1943, 1946, 1952 kanisa inaitwa Kimogoro upande wa Bomet ikafunguliwa. Na aliyefungua kazi sehemu ya Bomet ni Pastor Robert Willan. Alafu Paul Nyamwea ndiye alifungua kazi eneo ya Kabokiek. Paul Kilonso naye alifuata. Alafu Sagaria Oyer ndiye akafuata akikuja Kabokiek. 1952 kulikuwa na 200 church members kwa eneo ya Kipsigis misima, about the 3 counties. Kulikuwa na watu 200 peke yake ambayo walikuwa wamepokea injili katika eneo hiyo. Na hivyo ndivyo ilivyo, na kazi ya Mungu ikaendelea. Saa hii tukiongea tuko na washiriki 26,000 church members katika eneo ya South Rift Valley Field. Hii field ni changa, ilifunguliwa 3 years ago, 2020 November ilifunguliwa. Now 3 years, hii ni mwaka wa 4 tangu South Rift Valley Field ifunguliwe kama field. Na ilifunguliwa pamoja na Nyamira West na South Nairobi Kajiado, East Nairobi Field. Nafikiri hizo ndizo zilifunguliwa katika sehemu moja. Na sehemu hii ya South Rift Valley Field haichapenywa sana. Kasi bado kwa sababu idadi ya watu katika eneo hii, the population is about 2.4 million.
2.4 million. When you compare with the number of membership, around 26,000, utapata ya kwamba our membership is around 1%. Kwa hivyo utapata ya kwamba it's largely unended. Sehemu kubwa haichapenywa. Saa hii tunatafuta kununua shamba hapa Soimet, na kuna sehemu mingi ambayo kanisa haichawekwa, na kuna mashamba mengi ambayo simepatikana katika sehemu mbalimbali. Over 300 plots haichachengwa kwa sababu ya uwezo ya washiriki ni wachache. Kwa hivyo kazi bado ni kubwa sana katika eneo hii, na tunashukuru Mungu kwa sababu ya wale ambayo walijitolea. Miongoni mwao ni yule pastor ambaye alinipatiza na akanifanyia harusi pamoja na mke wangu, anaitwa Pastor Isaac Aminga. Pastor Isaac Aminga ni yule ambaye alifanya sana katika eneo ya Kericho na Bomet, na yeye ndiye alifanya kazi kubwa sana, pamoja na wengi ambao wameweza kuja kama missionaries katika eneo. Na naamini ya kwamba siku ya leo yule missionary ya mwisho ya siku ya leo, si kwamba ya mwisho, lakini kwa sasa hivi ni Pastor Steve Mokaya. Karibu Kericho kama missionary kutoka sehemu hii. Kwa hivyo tumekuja tuweze kumkaribisha anapojitolea kumfanyia Mungu kazi katika eneo hiyo. Na takapofika wakati wake, vile anasema, tutaweza kusaidia kanisa la Kablong katika hiyo Sabbath school ndogo ambaye tunaanzisha inaitwa Soimet. Hiyo ndio kazi ambaye tutakuwa nao baadaye, lakini kwa sasa hivi hiyo ndio historia kidogo tu kusupport ile pastor tayari alikuwa ametoa. Na tunashukuru Mungu kwa hiyo kazi ambayo imefanyika na uongozi wake vile ametuongoza. Nilikuwa naangalia tangu huyu Elder Nation kuja kama missionary huko upande wa Kebeneti is now around 95 years. 95 years, almost 100 years now. Lakini utapata kwamba kasi ilienda pole, lakini saa hii imefunguka. Na tunaomba uweze kuja tuweze kushikana pamoja kwa ajili ya kufungua kazi katika eneo hiyo. Na Mungu na atubariki. Siku ya leo niliamua niweze kusungumuzia mkakati wa Injili, the Gospel Commission. Ni jukumu ambaye tumepewa sisi na Mungu wetu. Na tulikuwa tumesomewa kitabu cha Warumi 1:16 na 17 ambaye nasema kwamba for I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. For in the gospel, the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last. Just as it is written, the righteous will live by faith. Ya kwamba mwenye haki anaishi kwa imani. Mwenye haki anaishi kwa imani. Na tunapoendelea, hebu na tuombe. Baba na Mungu wetu, tunakushukuru kwa nafasi ya pekee ambayo umeweza kutuchalia tuweze kuwa hapa siku ya leo kwa ajili ya kukuabudu na kuweza kuinua hali yetu ya kiroho. Baba, tunapoenda kuangalia neno lako na ile jukumu kubwa ambayo umeweza kuweka mikononi mwetu, tunaomba Bwana ya kwamba uweze kuwa pamoja nasi na uweze kuongea nasi. Fanya mapenzi yako katika jina tukufu la Yesu mkombozi wetu. Amen. Kwanza katika kanisa letu kuna kile ambaye inaitwa mission statement. Mission statement ni ile ambayo inaongoza kanisa. Inaonyesha kazi ambayo kanisa iko nayo. Ni jukumu gani? Ni jukumu gani kanisa hili iko nayo? Na katika mission statement, our mission statement, ambaye nasema the mission of the Seventh-day Adventist Church, ambaye sasa ni South Rift Valley Field, inaweza kuwa ni South Kenya. This is a mission statement
ambaye inatumika worldwide. Inakuwa ni mission statement of the General Conference, mission statement of the East Central Africa Division, mission statement of the East Kenya Union Conference, mission statement of our local churches and fields, local conferences and fields. Yunasema kwamba the mission statement of the Seventh-day Adventist Church South Rift Valley Field is to make disciples of Jesus Christ, who live as his loving witnesses and proclaim to all the people the everlasting gospel of the three angels' messages in preparation for his soon return. Injili hii ya ukombozi ambayo ni injili ya malaika watatu ndio inaandaa dunia, ndio inaandaa watu kwa ajili ya kurudi kwake Yesu Kristo. Nasema our method, guided by the Bible and the Holy Spirit, Seventh-day Adventists pursue this mission through Christ-like living, communicating, discipline, teaching, healing and serving. Yani tunaeneza injili kwa vile tunaishi, our lifestyle. Kwa kueneza kwa mazungumzo ama kwa kupitisha neno, na kwa kuwafanya watu waweze kuwa wafuasi wa Yesu Kristo, kwa kuwafundisha, kwa kuwaponya na kuwahudumia. Our vision, maono yetu, in harmony with the Bible revelation, Seventh-day Adventists see as the climax of God's plan the restoration of all creation, of all his creation, to full harmony with his perfect will and righteousness. Ya kwamba maono yetu ni kwamba kuona dunia yote imeokolewa, it has been restored, imeokolewa na katika hali ya ukamilifu na katika hali ya haki, perfect and righteousness. Na ndipo tumeangalia katika kitabu cha Warumi 1:16 na 17. Katika Ufunuo 14 ambaye inasema the everlasting gospel, injili ya milele. Injili ya milele ni ujumbe ambayo dunia inaongoja iweze kupata hiyo ujumbe, ikijiandaa kumlaki Yesu atakapokuja. Na Paulo katika kitabu cha Warumi 1:16 anasema ya kwamba injili hiyo ni uwezo ya Mungu ya kuokoa mwanadamu. It is the power of God to save mankind. Na katika mstari wa 17 anasema for it is the gospel, for in this gospel the righteousness of God is revealed. Katika hii injili ya Yesu, injili ambayo dunia hii inaongojea kusikia, injili hii ambayo dunia hii inaongojea kusikia, inafunua haki ya Mungu, the righteousness of God. Righteousness that is by faith from first to last. Yani hiyo ndio kuhesabiwa haki kwa njia ya imani. Kuhesabiwa haki kwa njia ya imani, ambaye hiyo ni kupewa maisha ya Yesu Kristo. Mtu anapomkubali Yesu kuwa mkombozi wa maisha yake, anaposema ya kwamba nimemkubali Yesu kuwa mkombozi wa maisha yangu, hapo ni kusema ya kwamba anapokiri ya kwamba Yesu ni mkombozi wangu, anapewa maisha ya Yesu, anapewa maisha ya haki, maisha ambayo haikutenda dhambi. Hiyo ndio maisha ya Yesu Kristo. Alijaribiwa kwa njia lolote lile, lakini hakuweza kutenda dhambi. Unapomkubali Yesu kuwa mkombozi wa maisha yako, unapewa maisha ya Yesu kuwa ni maisha yako. Hiyo ndio kuhesabiwa haki. Na kuhesabiwa haki kule, hiyo ni kuwa tayari kuingia katika milango za mbinguni. Katika Warumi 3 mstari wa 23, Warumi 3 mstari wa 23, wacha nisome kwa Kiswahili. Warumi 3 mstari wake wa 23 inasema ya kwamba kwa sababu wote wamefanya dhambi
na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu, ambaye Mungu amekwisha kumweka awe umpatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kusiachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa, apate kuonyesha haki yake wakati huu, ili awe mwenye haki na mwenye kuhesabia haki yeye amwaminie Yesu. Kwa hivyo katika injili ya ukombozi ambaye dunia hii inaongojea, inasema ya kwamba haki ya Mungu inadhihirishwa. Haki ya Mungu, kwanza Mungu ni mwenye haki, na anayemkubali Kristo kwa mkombozi wa maisha yake, naye pia anahesabiwa haki. Ndipo inasema ya kwamba yeye ni mwenye haki, na yeye anahesabu mwenye kukubali Kristo kwa mkombozi wake aweze kuwa mwenye haki. Kwa hivyo tunaongea juu ya injili ya ukombozi ambayo kupitia kwayo sisi ambayo ni wenye dhambi tunafanywa kukubalika mbele ya Mungu kwa kumkubali Kristo kwa mkombozi wa maisha yetu. Kwa hivyo hiyo ndio injili ya ukombozi. Paulo anasema ya kwamba sionei haya injili, kwa sababu injili ni uwezo ya Mungu ya kuokoa mwanadamu. Na katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 1:18 anasema kwamba uchumbe wa msalaba ni upumbavu kwa wale ambayo wanapotea, lakini kwa sisi ambayo tunaokolewa ni uwezo ya Mungu. Kwa hivyo tunapozungumza juu ya injili, tunazungumza uwezo ya Mungu ya kuweza kuokoa mwanadamu. Ukisoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza 2 mstari wa 2 na mpaka 5 nasema, for I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and him crucified. Paulo anasema ya kwamba nilipokuja kwenu sikutaka kujua jambo lingine lolote bali Yesu aliyesulubiwa. Hiyo ndio injili ambayo dunia hii inaongojea kusikia habari ya Yesu ambaye alikufa kwa ajili yetu. Katika kitabu cha Waefeso 1 mstari wa 19 mpaka 22 nasema kwamba and is incomparable great power for us who believe. That power is like the working of his mighty strength, which he exerted in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly realm. For above all rule and authority, power and dominion, and every title that can be given, not only in the present age, but also in the one to come. Yani inasema ya kwamba uwezo ya Mungu ambaye haiwezi kuelezwa, incomparable great power. Hiyo ndio ni uwezo ya injili, uwezo ya injili ambaye Mungu ametupatia. Na anasema kwamba kupitia kwa hii injili, hii uwezo ya Mungu, Kristo Yesu aliweza kufufuliwa. Na hiyo ndio sababu Paulo anasema ya kwamba nilipokuja kwenu sikutaka kujua jambo lingine lolote bali Kristo aliyesulubiwa. Anasema kwamba now to him who is able to do immeasurably more than all we can ask or imagine according to his power. Mungu anaweza kututendea hata zaidi ya yale ambayo tunaomba, yale ambayo tunawasilisha kwake kupitia kwa njia ya maombi. Mungu anaweza kutenda zaidi kupitia hiyo uwezo ya injili ambayo tumepata kutoka kwake Yesu Kristo. Ukisoma Ufunuo 18 mstari wa 1, hapa inasema ya kwamba then I saw another angel coming down from heaven. He had a great authority and the earth was illuminated by his splendor. Nikamwona malaika mwingine, ndio malaika wa 4,
wa Ufunuo 18 mstari wa kwanza, na Biblia inasema kwamba anakuja kutoka mbinguni na ako na nguvu nyingi. Nguvu hiyo ni nguvu ya injili ya ukombozi kutoka kwake Yesu Kristo. Na inasema ya kwamba dunia ikaangaza, dunia yote ikaangaza. Ni injili ya Yesu tu ndiyo inaweza kuleta mwangaza katika dunia hii. Injili ya Yesu ndio inaweza kuleta tumaini kwa binadamu. Inaweza kuangaza maisha ya binadamu wote. Na nasema kwamba kitabu cha Wakolosai 1:16 mpaka 17 nasema kwamba for by him all things were created. Yani kupitia kwake Yesu Kristo mambo yote yalifanyika kupitia kwake. Kwa hivyo injili ya kutangaza kwake Yesu Kristo, kutangaza ukombozi kwa wanadamu, ndiyo inaleta tumaini kwa binadamu wote. Ndiyo inaleta tumaini kwa binadamu wote. Ukisoma kitabu cha Waebrania 1 mstari wa 3 inasema ya kwamba the Son is the radiance of God's glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. Powerful word ni power. Powerful word ni uwezo ya injili ya Yesu Kristo. After he had provided purification for sin, he sat down at the right hand of the majesty in heaven. Biblia inavyosema ya kwamba Yesu baada ya kukamilisha ukombozi wetu na kutakasa watu, akakaa katika mkono wa kulia kule mbinguni. Hapo ndipo makao makuu ya Mungu, at the heavenly sanctuary, mahali ambapo mambo ya ukombozi ilipangwa kwa ajili yetu. Mambo ya ukombozi ilipangwa kule mbinguni kwa ajili yetu. Biblia katika kitabu cha katika Zaburi 77 mstari wa 13 inasema ya kwamba njia yako wewe Mungu ni katika patakatifu pa mbinguni. Your way, O Lord, is in the sanctuary. Kwamba njia za Mungu zinatoka katika sanctuary. Na mahali Yesu alipotoka mbinguni, alitoka katika makao makuu ya mbinguni, katika patakatifu pa mbinguni, akija dunia hii kuokoa mwanadamu. Alipokamilisha ukombozi, akarudi kwenye sanctuary. Wakati huo na asubuhi mapema, alipokutana na Maria Magdalena. Maria Magdalena alipomjua ni mkombozi, ni Yesu Kristo, akataka kumpuzu. Yesu akamwambia, usinimpuzu sasa, kwa sababu ninaelekea kwa Papa. Alitaka kujua kama ile kazi ambaye amefanya ya kuokoa mwanadamu imekubalika mbele ya Mungu. Alipofika pale, akaambiwa ukombozi imekamilika na imekubalika na Mungu. Na akarudi jioni huyo kukutana na mitume wake, kwa sababu alikuwa amekamilisha ukombozi. Yeye akatuletea injili ya ukombozi. Ukisoma injili ya Yohana 1 mstari wa 11 mstari wa 11 na 12, na nasema kwamba aliweza kukujia wake. Alikujia wake, lakini wale wa kwake hawakuweza kumpokea. Lakini wote ambao walimpokea walifanywa kuwa watoto wa Mungu. Wale ambao wamempokea Kristo kwa mkombozi wa maisha yao wanafanywa kuwa watoto wa Mungu. Hakuna njia nyingine ambayo wewe na mimi tunaweza kufanywa kuwa watoto wa Mungu ichapokuwa kumkubali Kristo kwa mkombozi wa maisha yetu. Katika kitabu cha Yohana 15 mstari wa 4 mpaka 8, Yesu anasema ya kwamba kaeni ndani yangu nami ndani yenu, na msipofanya hivyo hamwezi kutenda chochote nyinyi peke yenu. Hakuna chochote ambacho tunaweza kutenda bila mkombozi wetu Yesu Kristo. Biblia inasema ya kwamba katika Wafilipi 3 mstari wa 10, ndipo Paulo anasema kwamba I want to know him. I want to know Christ and the power of his resurrection and the fellowship of sharing in his sufferings, becoming like him in death. Ya kwamba nataka niweze kufananishwa na Yesu Kristo. Nataka niweze kujua uwezo yake,
uwezo ya ukombozi ambaye Yesu mwenyewe aliweza kutuletea sisi binadamu. Yesu Kristo aliweza kutuokoa. Kwa hiyo uwezo, Paulo anasema kwamba nataka niweze kumjua Yesu, niweze kujua ile uwezo ambaye aliweza kutumia kutuokoa, kuokoa wewe na mimi tuweze kuwa watoto wake. Katika kitabu cha Wafilipi 4:13 Paulo anasema kwamba ninaweza kufanya mambo yote kupitia yule ambaye ananiwezesha. Kupitia yule ambayo ananiwezesha. Ndipo nasema kwamba but to those whom God has called, both Jews and Greek, Christ the power of God and the wisdom of God. Hiyo ni Wakorintho wa kwanza 1:24. Nasema ya kwamba Yesu ni uwezo ya Mungu ya kuokoa mwanadamu. Hiyo ndio injili ambayo dunia hii inaongojea. Ukisoma Wakolosai 1:13 inasema ya kwamba for he has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son and his love. Kwamba yeye ametuokoa kutoka kwa kiza na akatuleta katika mwangaza. Kuokoa kule, the rescue, sio kazi rahisi, sio kazi, inahitaji uwezo zaidi. Kwa hivyo kutoa mwanadamu katika kifo, kutoa mwanadamu katika uharibifu, kutoa mwanadamu katika kiza na kupeleka kwenye nuru ni kazi ya injili ya ukombozi. Biblia inasema kwamba hakuna njia ingine wala hakuna jina lingine ambayo tunaweza kuokolewa kwayo. Jina ya ukombozi ni Yesu Kristo. Kitabu cha Matendo ya Mitume 4:12 inasema hivyo. Katika kitabu cha Warumi 15:19 na 20 nasema by the power and signs and miracles through the power of the Spirit, so from Jerusalem all the way to Ilarium I have fully proclaimed the gospel of Christ. Huyo ndio Paulo alipopata injili ya ukombozi. Tunajua ya kwamba Paulo hapa awali alikuwa anatetea dini, alikuwa mtetezi wa dini na alikuwa anaua wa Kristo, mpaka alipokutana na Yesu akielekea Damasco. Akiwa njiani kuelekea Damasco akakutana na Yesu, na Yesu akamulika yeye na akamwambia ya kwamba Sauli, Sauli, mbona unanitesa? Akasema ya kwamba wewe ni nani? Akasema mimi ni Yesu unayemtesa. Ndipo akasema Bwana, unataka nifanye nini? Akaelekezwa kwa Anania ili aweze kutayarishwa kwa kazi ya injili. Paulo alifanya kazi ya injili. Anasema alitembea mwendo mrefu, alienda kutoka nchi nyingine mpaka nchi nyingine akieneza injili ya ukombozi. Anasema I have fully proclaimed the gospel of Jesus Christ. Nilienda kutangaza injili ya Yesu Kristo. Injili ya Yesu Kristo inaanza na upendo wake. Injili ya Yesu inaanza na upendo wa Yesu, upendo wa Mungu. Biblia inasema ya kwamba Mungu aliupenda ulimwengu na akamtoa mwana wake wa pekee, ili yote anayeamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Hii injili ambayo tunatangaza msingi yake ni upendo wa Mungu kwa wanadamu. Tunajua ya kwamba sisi hatukustahili, tulikuwa tunastahili kuangamizwa, lakini kwa sababu ya upendo wa Mungu sisi tukaokolewa. Biblia inasema ya kwamba kwa sababu Mungu hakumtuma mwanawe aweze kuhukumu dunia hii, bali dunia iweze kuokolewa kupitia kwake. Hiyo kupitia kwake Yesu dunia ikaokolewa kwa sababu ya upendo wa Mungu. Mungu anasema ya kwamba Yeremia 31:3. Yeremia 31:3 nasema kwamba
Mungu alitokeza kwangu zamani na akaniambia, nimekupenda kwa upendo wa milele. I have loved you with an everlasting love. Nimekupenda kwa upendo wa milele. Upendo wa Mungu ndiye imetuletea ukombozi. Yeye ndiye amemtuma Yesu kwa sababu sisi ni watoto wake. Na akasema ya kwamba mimi nimewapenda kwa upendo wa milele. Na hii ndio injili ambayo dunia hii inaongoja kusikia. Katika kitabu cha Exodus 34 verse 6, Kutoka 34 mstari wa 6 inasema, and he passed in front of Moses proclaiming, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. Huyo ndio Mungu wetu ambaye tumechagua kumtumikia. Mungu wetu is compassionate, is so gracious. Yeye anatupenda. Biblia inasema ya kwamba hakuweza kuhesabu makosa ambayo tulisifanya hapo awali, lakini kupitia kwake Yesu Kristo akatuokoa na akatangaza injili ya ukombozi. Na Biblia inasema ya kwamba wakati tulikuwa wafu, when we were dead in trespasses, wakati tulikuwa wafu, Mungu akatuokoa. But because of his great love for us, God who is rich in mercy extend his love towards us. Akatupenda. Alipenda jumuiya ya binadamu. Danieli 9 mstari wa Danieli nasema ya kwamba God is merciful and forgiving. Our God is merciful. Our God is forgiving. Na ndipo Paulo anasema ya kwamba upendo ya Kristo inatubidisha. Sisi siku ya leo ni wa Kristo, si kwa sababu ya bidii yetu, bali ni kwa sababu Mungu wetu anatupenda. Kupitia kwa injili ya ukombozi tumeweza kutolewa katika dhambi na kuweza kuwekwa katika maisha ya haki. Na Paulo anasema hivi katika Tito 2 mstari wa 11. Anasema, for by the grace of God, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passion, and to live self-control, upright and godly life in this present age. In this present age. Kuna nini katika kisasi hii? Kuna nini katika kisasi hii? Maisha iko namna gani katika kisasi hii? Unajua, nimekuwa nikiona almost karibu kila siku watu wengi wanakufa, watu wananyongwa, vijana wanachiua, mambo ya dawa ya kulevya na mambo mengine ambaye sinakuwa ni habari ya kila siku. Daily news, habari ambayo inatolewa kila siku. Yani unaona ya kwamba imekuwa ni maisha ya kawaida. Mambo hayo, mauaji na vyote ambayo zinaendelea inakuwa ni kawaida, inakuwa kawaida. Lakini kuna watu wa Mungu ambayo wanaishi maisha ya uteua, maisha ambayo inampendeza Mungu. Inasema ya kwamba injili ya Yesu ndiye inatuwezesha tuweze kuishi maisha ambayo inadhaminiwa na Mungu. Injili ya Yesu ndiye inatuwezesha tuweze kuishi maisha ambayo inatoshelesha Mungu. Katika kisasi hiki, injili ya Yesu ni injili ambayo iko na uwezo. Na Ellen White nasema ya kwamba the sacrifice of Christ as an atonement for sin is the great truth around which all other truth cluster. Yani kujitolewa kwake Yesu Kristo kama kafara kwa ajili ya mwanadamu ni ukweli ambayo ukweli yote inasunguka. Yani msalaba ya Yesu iko katikati, alafu hizo zingine sina singira. Mnajua ya kwamba tuko na 28 fundamental beliefs. That is the Bible truth. Lakini yote katikati yake ni nani? Ni Yesu Kristo, kufa kwake Yesu Kristo. In order to be rightly understood and appreciated,
every truth in the word of God from Genesis to Revelation must be studied in the light that streams from the cross of Calvary. Yani ukweli yote ndani ya Biblia lazima uisome ukiangalia msalaba wa Yesu Kristo. Ukiangalia msalaba wa Yesu Kristo. Gospel Workers page 315. Na anaendelea kusema ya kwamba Paulo anasema ya kwamba ninawaasi ndugu zangu muweze kujitolea kafara kwake Yesu Kristo. Do not be conformed any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kuwa renewed katika mawazo, kuishi maisha ambayo imebadilishwa ni kwa sababu umemkubali Yesu kwa mkombozi wa maisha yako. Kupitia kwa uwezo ya Injili sisi tunabadilishwa. Kupitia kwa uwezo ya Injili sisi tunabadilishwa. Kuna hii fungu ambaye watoto tayari walishasoma, kitabu cha Wafilipi 3 mstari wa 12 mpaka 16. Na nasema kwamba not that I have already obtained all this or have already been made perfect, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining towards the head, I press on towards the goal, to the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Sisi ni wasafiri ya kuelekea wapi? Kuelekea mbinguni. We are going towards heaven. Tunaelekea mbinguni. Hiyo ndio wito ambaye Yesu ametuitia aliposema ya kwamba mimi naenda kuandalia makao, nitarudi kuwachukua. Sisi ni wasafiri ya mbinguni tukimtazama kurudi kwake Yesu Kristo. Tunapojiandaa, tunajiandaa na wengine. Tunajiandaa na wengine. Kwa hivyo Injili ya Yesu Kristo inabadilisha maisha ya mtu na inatengeneza mtu aweze kuwa tayari kwa kurudi kwake Yesu Kristo. Tunaposema tunaandaa dunia hii, hakuna njia ingine tunayeweza kuandaa watu kumlaki Yesu atakapokuja ijapokuwa kupitia kwa Injili ya ukombozi. Katika kitabu kingine Ellen White nasema kwamba when we have strong faith that Christ is abiding in us, we can go forth to work for others with power. Yaani tunapoamini ya kwamba Yesu anakaa ndani yetu. Pila anasema kaeni ndani yangu nanyi ndani yenu. Anasema kwamba tunapoamini ya kwamba Yesu anakaa ndani yetu, tutasonga mbele tukipeleka Injili ya ukombozi, tukishikana na yule malaika and join our voices with those of the angels in heaven, and then the message will go with a loud cry. Munaelewa juu ya loud cry? Unajua kuna ujumbe mwingine iliingia hapa nasema at loud cry, lakini sio hiyo. Loud cry ni ujumbe ya Injili ya ukombozi ambayo inaita watu kujitayarisha kwa nani? Kurudi kwake Yesu Kristo. Ukisoma kitabu cha Ufunuo 18, hiyo ndio loud cry. Hiyo malaika ambayo inamulika dunia, na kanisa itakapokuwa tayari kuondoka na kupeleka Injili ya ukombozi, hii dunia itamulikwa na Injili ya Yesu Kristo na itaanza kuangaza na dunia yote itaelekea kwake. Hivyo ndivyo ilivyo. The loud cry unasoma katika kitabu cha Mathayo 25 kuanzia juu ya wanawali 10. Juu ya wanawali 10 ambao walikuwa wanaongojea kurudi kwa nani? Kurudi kwa bwana harusi. Alichelewa, lakini ilipofika usiku wa manani
kulikuwa na kilio. There was a loud cry at night. The loud cry ni kanisa ikiwa tayari kupeleka ujumbe wa mwisho, ikitoa ujumbe wa mwisho kwa sababu Yesu anarejea. Yesu ndiye bwana harusi. Yesu ndiye bwana harusi ambaye inaongojea. Na katika gospel worker Ellen White anasema, of all professing Christians, Seventh-day Adventists should be foremost in lifting Christ before the world. Kwa watu wote ambao wanajiita wa Kristo, Seventh-day Adventists wanapasa kuwa mstari wa mbele kutangaza nani? Kutangaza Yesu Kristo. Kutangaza Yesu Kristo. Na Yesu anasema, and when I am lifted up from the earth, will draw all people to myself. Anasema mimi nikiinuliwa juu, nitafuta watu wote kwangu. Kwa hivyo dunia hii inaongoja watu ambao wanamuinua Yesu. Wanamuinua Yesu juu, wanatangaza Yesu, wanatangaza injili ya Yesu Kristo ili watu wote waweze kurejea kwake. Unajua injili ya Yesu ndiye inabadilisha watu kutoka maisha ya ubinafsi, ile ya self love, watu wanachipenda self love, na jumuiya ya binadamu wanachipenda. Lakini hiyo maisha ya kuchipenda lazima iondolewe na Yesu apate kufanya nini? Apate kuishi. Na Paulo anasema kwamba nimesulubiwa na Yesu, na sio mimi ninayeishi bali Kristo anaishi ndani yangu. Wacha niwapatie mfano. Mfano ni mitume wa Yesu. Kabla ya msalaba walikuwa wanachipenda. Kuna wawili walikuja kwake Yesu. Akamwambia mama yao, tafadhali mama utusaidie. Enda umpembeleze Yesu atupatie cheo. Mama asubuhi na mapema akatoka. Hawa watoto wake wawili wanamfuata nyuma. Wakamwambia Yesu, nataka utakapochukua ufalme, uweke hawa watoto wangu mmoja hapa na uweke mwingine hapa. Yesu akauliza, je, mnajua chenye mnauliza kweli? Je, mnaweza kukunywa ile kikombe baba nitakunywa? Wakasema ndio, tutakunywa hiyo kikombe. Hiyo sio kitu kwetu, tutakunywa hiyo kikombe. Yesu akamwambia, basi sio mimi kupeana utawala, ni juu ya baba yangu. Kwa sababu Yesu aliona kwamba hawawezi kuelewa. Walikuwa katika hali ya ubinafsi. Walikuwa wanachipenda wenyewe. Petro mwenyewe, Yesu aliposhikwa akachukua upanga na akakata mtu kwa sikio. Alidhani ya kwamba unaweza kutumia uwezo ya kibinadamu kuongoza ufalme wa mbinguni. Ukiona washiriki wanang'ang'ania viti kanisani, ukiona watu wanapishana kanisani, ni kwa sababu ubinafsi bado inatawala. Lakini injili ya Yesu inapohubiriwa, ubinadamu inakanyagiwa chini na Yesu anachukua utawala. Yohana Mbatizaji akasema ya kwamba lazima nishushe na Yesu apate kuinuliwa juu. I must decrease and he must increase. Kwamba Yesu lazima ainuliwe juu. Na hiyo ndio injili ya ukombozi ambayo dunia hii inaongoja iweze kutangazwa, wakati ambapo Yesu anatawala katika maisha ya kila mtu. Paulo anasema ya kwamba upendo wa Kristo ndiye inanibitisha. Upendo ya Kristo inanibitisha. Yesu anaposema kwamba enendeni ulimwengu mkahubiri injili kwa kila kiumbe, yule ambaye anapata hiyo injili atabatizwa na yule ambaye anakataa atahukumiwa. Katika kuhubiri injili ya ukombozi ya ufalme wa Mungu, katika kuhubiri injili, kuna wale ambao watakubali na kuna wale ambao watakataa. Hiyo ni kwa sababu injili inapeana uhuru kwa mtu kuamua
kwa maisha yake. Hakuna kusurudishwa. Na Yesu anasema ya kwamba nimepewa uwezo katika dunia na mbingu. Enendeni mkafanya watu wote waweze kuwa wafuasi wangu. Mkawabatize kwa jina la Baba, kwa jina la Mwana na kwa jina la Roho Mtakatifu. Na nitakuwa pamoja nanyi hata mwisho. Yesu ametutuma tuweze kutangaza injili ya ukombozi. Lazima tutangaze injili ya ukombozi. Utaenda kujisomea hii Great Controversy page 464 paragraph 1 ambaye inazungumzia ujumbe ambayo kanisa imepewa ya kutayarisha dunia hii kwa kurudi kwake Yesu Kristo. Katika kitabu kingine anasema hivi: The Lord in his great mercy sent a most precious message through his people. Na anasema kwamba ametuma ujumbe kwa watu wake. Inasema this message was to bring more prominently before the world the uplifted Savior, the sacrifice for the sins of the whole world. It presented justification through faith in purity. It invited the people to receive the righteousness of Christ, which is made manifest in obedience to all the commandments of God. Ninasema ya kwamba Mungu ametuma ujumbe hiyo ya kuhesabiwa haki kwa imani. Watu wamkubali Kristo kwa mkombozi wa maisha yao. Testimonies to Ministers page 91. Na katika kitabu kingine anasema the message of Christ's righteousness is to sound from one end of the earth to the other end, to prepare the way of the Lord. Ujumbe wa kuhesabiwa haki lazima itangazwe ya kwamba ubinadamu iondolewe, alafu Yesu apate nini? Apate kuchukua ushukani. Na tutakapobadilishwa na kufanana na Yesu, hapo ndipo Yesu atakuja kutuchukua kama watu wake. Kitabu kingine nasema the bride of Christ and the supreme object of his regard, that is the church, is expected to function to represent the order and the character of the divine. At this time, the church is to put on her beautiful garment, Christ our righteousness. Taenda kuchisomea kitabu hicho and Ministry of Healing page 22 ndio inaeleza mambo hayo. Nikimaliza, kuna katika kitabu cha Mathayo 20 na kuendelea mpaka 32. Hapa inazungumzia two demoniacs. The two demoniacs. Watu wawili waliokuwa wamejawa na mashetani. Two demoniacs. Unakumbuka Yesu siku ya kwanza akahubiri mpaka usiku. Alizungumza mpaka usiku. Na ilipofika jioni akafanya miujiza ya kuleta chakula kwa watu. Watu walikula mpaka chakula ikapaki. Siku ya pili watu walimtafuta Yesu. Wakamtafuta mpaka wakampata. Akamwambia, Bwana, tumekutafuta, ulikuja lini hapa? Yesu akamwambia, nyinyi amunitafuti kwa sababu mliona miujiza, bali mnanitafuta kwa sababu mlikula chakula. Yesu akawaacha pale pale, akaingia kwa merikebu. Mitume nao wakamfuata. Akawaacha watu wengi, akatoka. Akaenda mpaka ng'ambo ile, alielekea kwa makaburi, mahali ambapo kulikuwa na watu wawili hata
hatari sana ambao walikuwa wamechawa na mashetani. Alipofika pale, mitume wako nyuma yake, wale wakasimama tena wananguruma, wanatoa sauti. Mitume hawakusimama, walipotoa sauti wakakimbia wakatoka. Yesu akapaki peke yake. Wale mashetani wakamwambia Yesu, Yesu, mbona unakuja kutuhukumu mapema? Haichafika siku ya hukumu, utuache. Yesu akamwambia nawafanyie nini? Akasema mtutupe kwa hii manguruwe. Over 3,000 pigs. Hiyo mashetani wakaingia kwa manguruwe 3,000, 3,000. Na haikutosha. Na wote wakaangamia baharini. Wale matajiri ya nguruwe walipokuja, wakamuuliza Yesu ya kwamba tafadhali ondoka, enda kabisa, wewe umetuletea hasara kubwa sana. Umetuletea hasara. Enda. Wale watu wawili walioponywa wakaanguka miguuni pa Yesu na wakamwambia Yesu, tutaambatana na wewe. Yesu akamwambia hapana. Nyinyi enendeni nyumbani. Go home. Enda nyumbani. Mukaeleza watu kule nyumbani vile Mungu amewatendea. Hawa watu wawili, ukisoma Desire of Ages page 340, inasema ya kwamba hawa watu walikuwa hawajasikia mahubiri kutoka kwa Yesu, lakini ile uponyaji ambayo waliwapata walitosha waende kutangaza mkombozi wa dunia. Na Biblia inasema walienda katika Decapolis. Decapolis maana yake ni 10 cities. Watu wawili. Desire of Ages inasema kwamba they are the first missionaries. Hao ndio first missionaries ambao Yesu aliwatuma. Watu wawili hawana chochote. Hawana simu, hawana PA system, hawana radio, hawana baiskeli, hawana gari, hawana chochote. Watu wawili walienda wakatangaza Yesu katika miji 10 peke yao. The first missionaries ambaye Yesu aliweza kuwatuma. Na hapa inasema kwamba this is what happened. They could tell what they knew, what they themselves had seen and heard from the power of Christ. This is what everyone can do whose heart has been touched by the grace of God. Mtu yeyote ambaye amekuswa na upendo wa Mungu ataondoka na kutangaza injili ya ukombozi. Na ndio sababu Paulo anasema kwamba mimi ninasukumwa na upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu inanipitisha. Hawa watu wawili walikuwa na ya kusema na kuambia watu, kutangazia watu kuhusu mkombozi wa dunia. Kinachopaki kwa kanisa ni kutangaza tumaini la dunia hii ambaye ni Yesu, mkombozi wa dunia hii. Ndugu na dada zangu, tunaongojewa tuweze kutangaza huyo Yesu Kristo. Mungu anasema ya kwamba ni mtume nani na nani anaenda kwa niaba yetu. Tazama Isaya anasema ya kwamba Baba niko hapa, tuma mimi. Baba niko hapa, tuma mimi. Watu wengi wanasema ninaenda lakini hawaendi. Lakini wewe uko tayari kuenenda. God could have reached his object in saving sinners without our aid. But in order for us to develop a character like Christ, we must share in this work in order to enter into his joy, the joy of seeing souls redeemed by his sacrifice. We must participate in his labors for our redemption, for their redemption. Lazima tuhusike katika kazi ya injili ya ukombozi. Yesu anasema kwamba ni mtume nani na nani anaenda kwa niaba yetu. Ni baada ya kukuswa na upendo wa Mungu na baada ya kutazama injili ya ukombozi ya kwamba Mungu aliupenda dunia
na akatoa mwana wake wa pekee ili yeyote anayeamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Ni nini kinakufanya ndugu na dada zangu ukae kana kwamba wewe hauchali na watu wa Mungu wanaangamia? Hata katika sehemu zingine za Kisii hapa kuna sehemu ambayo injili ya ukombozi haichapenywa, na sisi tuko ni watu wengi ambayo tungekuwa tayari kutangaza injili ya ukombozi. Wito wangu siku ya leo ni kwamba upendo ya Yesu iweze kukusa kila mmoja wetu, ili tuweze kuondoka na kutangaza injili ya ukombozi. Tuweze kumtangaza Yesu ambaye ni mkombozi wa dunia, ambaye ni tumaini ya dunia hii. Dunia inapoelekea kuangamia, tumaini ni moja, ni Yesu Kristo ambaye ni mkombozi wa dunia. Ni wangapi pamoja nami wanasema siku ya leo tunaposema I will go, Bwana unisaidie niweze kuondoka kwa ukweli na niweze kuhusika katika jukumu hii ya kutangaza injili, and that we come out of our comfort zones, na tuweze kuondoka na kutangaza injili kabla ya dunia kuangamizwa. Ni wangapi pamoja nami wanasema Bwana unisaidie ili niweze kuondoka? Tusimame kwa miguu yetu tukiimba. Kuna ile wimbo, pastor ulipata hiyo wimbo page namba ngapi? 869. Hii wimbo inasema, na tutaimba kwa lugha ya eke Kisii. 93 eke Kisii. Hebu choristers mtuongoze. Korangeriwa A flat. Kuna wito ya watu wengi wanasema kwamba mtuletee injili. South Rift Valley iko tayari. Nasema tuchiunge pamoja kutangaza injili ya ukombozi. 91. Korangeriwa korwa ngombo A flat. Unaposikia hiyo wimbo ujue ya kwamba kuna watu wanakufa, wanaitana wanasema kwamba nani anaweza kunisaidia? Uweze kujitolea kwa mali na hali kwa kumfanyia Mungu kazi katika sehemu zingine za dunia hii. Korangeriwa korwa ngombo toma orabu chikoro chiganete ogokonya toma orabu chirisese
Mtakatifu, Baba wetu wa mbinguni, asante kwa sababu ya injili ya ukombozi. Injili hii imetukujia kupitia kwake Yesu Kristo, mkombozi wa dunia, aliyejitoa ili dunia hii na wote waweze kuokolewa. Sisi kama kanisa hatuna jukumu lingine bali kutangaza injili ya ukombozi kwa wanadamu wenzetu ambayo wanaangamia katika dhambi, wanaangamia katika kiza, hawajamtambua Kristo kuwa mkombozi wa maisha yetu. Yesu unaitana na kusema kwamba ni mtume nani na nani anaenda kwa niaba yetu. Hii wito imetolewa kwa muda mrefu sana, lakini siku ya leo tumekiri na kusema ya kwamba tuko hapa tumasisi. Kanisa hili uliweka hapa Kisii Central ili weze kutangaza injili ya ukombozi na wengi wapate kumwona Yesu. Baba, vile tumeweka mikononi mwetu juu na kusema ya kwamba tuko hapa tumasisi, kusa roho zetu, badilisha mawazo yetu, tuweze kujua ya kwamba dunia hii na vyote vilivyomo vitaangamia, na njia tu ya kuweza kuponyoka na kuweza kuokolewa ni kupitia kwa injili ya Yesu Kristo. Tujue ya kwamba sisi kama kanisa ulitusimamisha kwa ajili ya kutangaza injili ya ukombozi. Baba wetu wa mbinguni, utusaidie tuweze kuamuka kwa ukweli na kuweze kuondoka na kutangaza injili hii. Uwe na kila mmoja wetu, kiwamo wazee, kiwamo akina mama, kiwamo vijana, hata pamoja na watoto wetu, sisi wote tuweze kuinuka na kwenda kutangaza injili ya ukombozi. Mpaka saa hii kuna wengi hawajamtambua Yesu Kristo. Kuna vijana wengi wanaangamia katika dhambi, hawajamtambua Yesu kwa mkombozi wa maisha yetu. Na Bwana unatuongojea ukisema ni mtume nani. Asante kwa sababu umekusa kila mmoja wetu, na Bwana tunasema tuko hapa, tuko tayari tukufanyie kazi. Asante kwa sababu umekuwa pamoja nasi na umetuongoza. Wale ambaye ni wagonjwa hawajisikii vizuri milini mwao, pamoja na wasasi wetu ambao wako hapa ambao wasei, tunawakabidhi mkononi mwako. Wewe Yesu ni tabibu mkuu, mponyaji, unayeponya magonjwa ya kiroho na ya kimwili na ya kimawazo, na unarudisha afya. Yesu wetu, fanya mapenzi yako, jina lako lipate kuinuliwa juu. Watembelee katika manyumbani mwao, wakuze, warehemu, waonyeshe upendo wako Bwana. Asante kwa sababu hakika unatupenda, na unasema unatupenda kwa upendo wa milele, kwamba licha ya kwamba tunakawia kukufanyia kazi, lakini ungali unavumilia nasi. Asante kwa sababu ya siku ya leo, umeweza kukuza mioyo yetu, umeweza kuleta mabadiliko katika mawazo yetu, ili tuhusike katika kazi na tuweze kukamilisha Yesu pate kurudi kutuchukua nyumbani. Asante kwa sababu umekuwa pamoja nasi tangu mwanzo mpaka mwisho. Tunaomba na kuamini katika jina tukufu la Yesu mkombozi wetu. Mungu awabariki na awaongoze. Asante. Tunashukuru wakati umeenda. Kwa kifupi naomba Pastor Mokaya na Miss Mokaya wakuje wasimame hapa, kwa maana tunawatuma kama missionaries kwenda upande ya Kericho ili tuombe kama kanisa wanapoanza kazi ya umissionary pale.
Na tuseme ya kwamba watakuwa kama link between that place and the Kisii Central ili huduma ya injili iendelee pale. Simama hapa. Just one word Mokaya. Asante sana mchungaji. Sisi tumesikia sauti ya kwenda na tunaenda kufanya kazi. Ningependa Elder Mose usimame hapa kidogo kwa sababu sitaongea tena. Kikundi hiki ambacho wamekaa hapa, hii ni huduma ya Ministry of the Elderly and the Sick, which have been doing secretly even without church knowing. Na waliposikia kwamba nitaenda, walisema lazima waje hapa. Na kwa neema ya Mungu nataka kuhand over officially kwa Elder Mose. Mose, simama karibu na hao. Nimekuachia hawa mikononi mwako. Uwatunze. Uwalinde. Na uwapende kwa sababu wanahitaji kutembelewa. Na kanisa lote kwa jumla mshughulike kuhakikisha kwamba baadhi yetu tunapokuwa wagonjwa tunakaa manyumbani na hatuoni mtu wa kututembelea. Na tumekuwa tukitembea pamoja nao. Nachukua gari langu, napita manyumbani mwao, na wapeleka pamoja, tunafanya ibada pamoja nao. Wengine wanatoa ushuhuda juu yale wanayopitia kwa sababu ya magonjwa. Na kwa hivyo wanapokaa na upweke na waoni wenzao wanaokuja kuwasalimia, inakuwa ni uzito. I'm too emotional about this kwa sababu baadhi yetu pia tutazeeka na tutapaki kuwa wagonjwa nyumbani. Watu ambao umehusika nao katika maisha yao yote ni wale mnaoishi nao kanisani. Na kwa hivyo magonjwa yanatupata na uzee, alafu sisi washiriki tunakosa kuwatembelea, wanakufa kwa haraka. Elder JJ is a cancer survivor. Amekuwa na kansa imemsumbua. Mzee Mogaka is a diabetic and under dialysis almost 3 times a week. Peter Ratemo, he has Parkinson disease. Imemsumbua. Hata juzi tulimpitia hospitali na shukuru Mungu amemwamsha tena. Na kwa sababu kwako Peter niliona moyo wa kusaidia. Usiwaache tafadhali. Husisha kanisa lote, wachizi wako karibu sana siku zote za maisha yao. Na Mungu atawawezesha kuishi kwa muda mrefu. Na kama mtaondoka kabla hujaonana, muwe na tumaini ya kwamba tutakutana mbinguni. Thank you. Kanisa la Central, nataka kusema ya kwamba tunawapenda sana. Central Church is our church and we love you so much. Kisii is our home. And even when you go on a mission, we shall be here occasionally because this is home. We love you so much. We love our pastor so much. I want to say Pastor Morara is a very special pastor. Even when you talk to him, when you have a problem, he always smiles. And he says, God is able. And surely he does. I'm sure, I can remember Pastor Morara when we had lost money. And we never used to sleep in our home. He will sleep facing the other side, I face that side, but there is no sleep. We just roll on bed. When we told Pastor Morara we have lost money, Pastor, he said, God is able. And surely, the miracle happened, Pastor, with your prayers and the elders.
So we say, we love you so much, Pastor, and all the elders. We shall be here occasionally. God loves you all. Pray for us as we go on this mission. And we know you will be visiting us, even in that mission, our choirs, the party finder, we need you so much. Because on this journey, we all want to go to heaven. And we shall all rejoice. God has been so good to us. His blessings has been abundant to our family in this church. And we say, may God bless you all. Our friends here, the sick, we say, God is with you. He will protect you. He will keep you. Thank you very much. May God bless you all in Jesus' name. Thank you. Professor Getanga is my boss at the place of work. Na kuja hapa professor. He has already decided me. He has already decided to follow me in this ministry. He's my boss at the office, but when I'm in the field, I'm his boss. He has been an encouragement. Na pia we'll be with him quite often. And this ministry is not easy. It requires resources. As pastors preached, we must be ready to sacrifice ourselves for the cause of work. Professor, you may perhaps say a word. Happy Sabbath, members. Yeah, I share the burden which Pastor Mokaya has just mentioned. In fact, one of the days, I think the ones who came from Kablong, we came there. The last missionary journey of Pastor Mokaya, I was accompanying you, and we had a fundraising at Kablong Church. And then we went down to Soimet. So I think church members, there is a lot of out there. And 3 weeks ago, I was also visiting another place in Nandi Hills, whereby we had evangelistic crusades with some of our students at the university. And we had quite 5 crusades. What I may say is that there is need. And we may not all of us preach. I was telling Pastor Mokaya, maybe I'll carry his bag one of these days when he goes, I'll accompany him carrying his bag. As he preaches, I carry his bag. We may, in one way or the other, we can be able to evangelize. Maybe through our resources, maybe through our prayers. We can also share in this great commission, which Jesus Christ gave us, that this message must go to all, the whole world before he cometh. So maybe it is us who are delaying his coming. So may God bless you. May God bless Pastor Mokaya for heeding this great call. And we hope that as you go out as a missionary, God will go ahead of you. Thank you so much. May God bless you. Thank you, Pastor. Tunashukuru. We want to thank God. Ni wangapi ambao wanaombea Pastor Mokaya anapoenda mambo ya mission? Tunashukuru. So it will be a ring between Kericho and Kisii, so that we can go and evangelize. More plans will follow vile tutapanga kama kanisa. Nashukuru Elder Peter Mose for taking that challenge. Na wacha niseme ya kwamba as a church we have done well with the home church evangelism. We are able to reach even the unreachable, the sick. I know Nyanjua home church, they're taking care of Chei. I know Nyamokenyum church, they're taking care of the Mogakas. I know the Nyangongum church, they're taking care of the Mwengas. Tumbe, they're taking care of the Ratemos. And therefore, there's a procedure. Kuna mpangilio ya kanisa, and we are reaching many people who are sick. And therefore, Moka, you should not feel the vacuum. The church is taking care of the sick. Kwa hivyo naomba sasa tusimame ili tuombe wanapoenda kufanya huduma in that place of Kericho, so that they can be a ring between Kericho and the Kisii Central. Naomba Elder Peter Mose ukuje so that you can dedicate
this family to the hand of the Lord. They're going as missionaries, lakini watakuwa hapa. Kwa hivyo ukiwaona hapo usiwaulize mmekuja kufanya nini. This is home. Wako hapa. They're part of us, and they will be a link between us and Kericho. Hebu na tuombe. Baba na Mungu wetu, tunakushukuru kwa sababu ya ulinzi wako siku hii takatifu ya Sabato. Asante kwa kuongea nasi na kutukumbusha kwamba tuna jukumu kubwa la kuchoma dunia hii ya Kenya na injili takatifu na kutayarisha watoto wako kwa kurudi kwako. Asante kwa mchungaji Stephen Mokaya na familia yake ambao wamejitolea kwenda na mwanga wa injili katika sehemu ya Bomet na South Rift Field. Baba wetu, wanapoondoka tunawakabidhi mikononi mwako. This is sacrifice. They have felt the need. Baba wetu, tunaomba kwamba uwatangulie katika kila jambo. Wako na familia, tunaombea kila mmoja wa watoto wao, kwamba kwa sababu wazazi hawa wamejitolea kukaa katika shamba lako, tafadhali uwatimizie mahitaji yao na kuwafungulia njia mbalimbali katika huduma hii. Watakapotoa ripoti nzuri kuhusu kazi yao ya injili katika sehemu hiyo, tutasifu jina lako. Na wakabidhi pia Pastor Rono ambaye ameongea nasi na familia yake, na mkabidhi pastor wetu Morara na Pastor Wanda na pastor wa Kiage Tumaini, kwamba kwa sababu ni watoto wako ambao wamejitolea kufanya kazi yako, familia zao wasikose chochote. Uwatangulie katika kila njia, mahangaiko yao Kristo watangulie na kuwatimizia mahitaji yao. Na kazi ya mikono yao Kristo utakaporudi, tukipatana mamilioni wengi katika mawingu kukulaki, tutasifu jina lako. Na kila mmoja wetu katika kanisa hili la Kisii Central, tafadhali tusukume kupitia kwa Roho wako kwamba tusikie machozi ya wale ambao ni wagonjwa kati yetu, wale ambao hawajakupata kama mwokozi wa maisha yao, na wale ambao wana kiu kikubwa kukupata Kristo kama mwokozi wa maisha yao. Sote tutayarishe kwa asubuhi njema tutakapokulaki mawinguni. Tutawanye sasa tunapoondoka kwa chakula cha mchana. Mapenzi yako yatimike, ututimizie mengi kuliko ambayo tumetamuka, kwa sababu tumeamini kwa jina la Kristo ambaye ni Bwana na mwokozi wetu. Amen. Church board tutaketi hapa dakika chache, na home church